Bwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji na ule mpenzi msikilizaji kabisa wa NLZ-TZ. Bwana, tuko hapa kuendelea kukupa taarifa za kimichezo kutokea hapa kwetu nchini Tanzania, bila kusahau nje ya Tanzania. Bwana, nakusihi tu kama ni kwa mara yako kwanza umefanikiwa kuweza kuingia kwenye channel hii, na kuomba usisahau tu kusubscribe hapo chini, kulike pamoja na kucomment, ili kuwa mtu wa kwanza na mtu kipekee kabisa kupata taarifa za kimichezo kutokea hapa kwetu nchini Tanzania, bila kusahau nje ya Tanzania. Bwana, siku hii ya leo bwana, pale katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, mafahari wawili wakutana tena, na bwana wakutana na kishindo kikubwa sana, na leo wanaenda kupitia nakala za magazeti, taarifa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Kuna nini ambacho kitaenda kujiri na kuna nini ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo? Nitaanza na gazeti lako pendwa kabisa. Gazeti hili ni la Mwana Sports. Bwana, taarifa ambayo imeandikwa katika gazeti la kupendwa kabisa la Mwana Sports siku ya leo inasema kwamba ile siku ndiyo leo. Hawa bwana ni mafahali wawili, huku Young Africans leo akiingia uwanjani na mfumo wa 4-2-3-1 golini akiwa Diarra. Bwana, hii ndio Young Africans. Sasa wana upande wa klabu ya Simba Sports Club, yeye leo ataingia uwanjani akiwa na mfumo ule pia wa 4-2-3-1, huku mwanzoni kabisa akiwa amekaa pale Kamara golini. Bwana, siku ya leo ni patachimbika sana. Ligi kuu bara leo Jumatano, Yanga vs Simba saa 11 jioni kwa Mkapa. Hizi taarifa zako nzuri utazipata katika gazeti lako pendwa la Mwana Sports siku hii ya leo. Taarifa nyingine bwana, imeandikwa kwamba Yanga yashusha kiungo yamficha kambini. Bwana, simkana kwamba Young Africans imeweza kushusha kiungo kingine au mchezaji mwingine katika klabu yake ya Young Africans, ila imemweka sirini kabla ya kuanza kumtangaza na kufanya michuano mingine yoyote ile, ila je, imemficha kwanza, wakisubiri nini ambacho kitaenda kutokea na siku gani ambayo wataweza kumtambulisha. Yanga yashusha chuma kingine. Taarifa hii bwana utaipata kwa undani zaidi katika gazeti lako pendwa la Mwana Sports. Katafuta nakala yako upate taarifa hii kwa undani zaidi. Taarifa nyingine bwana, imeandikwa kwamba leo Jumatano Mamelodi atakuwa uwanjani mida ya saa 4 usiku. Mamelodi naye atakuwa uwanjani, Young Africans na Simba watakuwa uwanjani saa 11. Tafuta nakala yako hii upate taarifa hizi kwa undani zaidi. Bwana, mimi nakuletea gazeti lako pendwa jingine kabisa la Nipashe. Gazeti lako la Nipashe, taarifa ambazo zimeandikwa katika gazeti hili la Nipashe siku ya leo inasema kwamba watano kumvaa karasi uraisi TFF. Bwana, TFF kwa sasa kuna shida ambayo inaendelea kujitokeza pale. Kuna mtu ambaye anataka kujiuzulu kama Young Africans walikuwa wamegoma kucheza mechi yao dhidi ya Simba Sports Club, wakidai kuna uongozi ambao unahitaji kujiuzulu katika klabu hiyo ya Young Africans. Sasa bwana, watano kumvaa karia uraisi TFF ubingwa. Taarifa hii bwana inapatikana katika gazeti lako pendwa la Nipashe. Katafuta nakala yako nzuri upate taarifa hii kwa undani zaidi. Bwana, taarifa nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili inasema kwamba bingwa ligi kuu hadharani. Simba kupigwa faini kufuatia kuingia mitini
katika mikutano rasmi ya mchezo. Bwana, Simba Sports Club ikumbukwe bwana, siku ya jana ile kwenda katika mkutano wao wa mwisho na mashabiki pia na pamoja na waandishi wa habari. Bwana, Simba Sports Club inasemekana kwamba kakimbia mitini. Sasa bwana, TFF wamchapa klabu ya Simba Sports Club faini ya kwa nini alithubutu kuingia mitini. Je, hii taarifa itakuwaje na itaathiri vipi klabu ya Simba Sports Club? Dondosha tu comment yako na mimi nitasoma hapa Kenneth TV. Usisahau kusubscribe, like pamoja na kucomment. Bwana, ni gazeti jingine la Uhuru. Gazeti la Uhuru bwana, Manchester United ya mkamaria Mbeumo. Bwana, Manchester United yenyewe inaendelea kufanya vizuri sana huko katika nje za nje. Bwana, dabi ya hukumu. Gazeti la Uhuru linasema kwamba dabi ya hukumu, Simba Yanga Simba kumaliza ubishi leo. Yanga Simba kumaliza ubishi leo. Ahua Mzize vita ya mabao ligi kuu. Simba waingia mitini. Taarifa hiyo tutapata katika gazeti lako pendwa la Uhuru. Gazeti bwana jingine ambalo linaendelea kutrend sana hili la Uhuru, taarifa ambayo imeandikwa humu imeonyesha bwana msimamo wa ligi kuu bara. Young Africans bwana amekuwa kiongozi pale akiwa na pointi 79, akiwa amecheza mchezo yake 29. Simba Sports Club naye akiwa amecheza mchezo 29 akiwa na pointi 70 na leo hii bwana, nani ambaye ataenda kuongoza ligi na kumaliza ligi kibabe zaidi? Je, Simba au Yanga? Simba. Dondosha comment yako nami nitasoma hapa Kenneth TV. Usisahau subscribe, like na kucomment. Bwana, ni gazeti jingine linasema kwamba gazeti la michezo. Taarifa ambazo zimeandikwa katika gazeti hili lako la michezo inasema kwamba hakuna kanuni inayovunja dabi kuchezwa na wageni. TPLB. Hakuna kanuni inayovunja dabi kuchezwa na wageni. Simba ya ukacha mkutano wa waandishi wa habari. Taarifa hii bwana tutaipata kwa undani kabisa kwenye gazeti hili pendwa kabisa la michezo siku hii ya leo. Gazeti nyingine bwana linasema kwamba gazeti la Habari Leo michezo. Gazeti la Habari Leo michezo linasema kwamba tusikimbiane leo. Taarifa hii bwana utapata kwa undani kabisa kwenye gazeti lako pendwa la michezo siku hii ya leo. Bwana, gazeti jingine la Majira, taarifa ambayo imeandikwa katika gazeti lako pendwa la Majira inasema kwamba mazingaombwe yaendelea Kariakoo Derby. Simba Sports Club yakataa kona mkutano wa makocha. Yanga yupo kamili gado leo. Jeshi la polisi latoa tahadhari Kariakoo Derby. Taarifa hii pia utaipata katika gazeti kupendwa la Majira siku hii ya leo. Tafuta nakala yako upate taarifa hiyo kwa undani zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Bwana, gazeti lako pendwa la Wamachinga Sports. Gazeti la Wamachinga Sports siku ya leo bwana inasema kwamba Simba Yanga mwili uwanjani leo. Tafuta nakala yako ya magazeti haya bwana upate taarifa hizi kwa undani zaidi. Ninachokusii tu wewe kama mpenzi mtazamaji, ili kuendelea kupata update zote za michezo hapa kwetu nchini Tanzania bila kusahau nje ya Tanzania, dondosha tu comment yako bwana hapa Kenneth TV na mimi bila shaka nitaisoma na kukuletea kilicho bora zaidi. Asante sana bwana, kutane wakati mwingine. Bye.